Leo natembea na wewe, lakini ninatamani kujua ni nguo gani ambayo unaipendelea kuivaa. Neno hili ni dogo, lakini vile vile neno hili ni kubwa. Kuna mwanaume anaishi na mwanamke kwenye familia yake. Bado hajawahi kujua tabia maximum ya yule mwanamke wake ni ipi. Ndio maana siku alivyokuja kujua tabia yake, alighadhabika na kupigana na kumuona yule mwanamke afai. Lakini kama angejua mapema kwamba yule mwanamke ana tabia fulani, asingegombana naye. Nataka nikufundishe kitu wewe rafiki yangu. Usinifuatilie mimi ukitaka kujua mimi nakula nini, ila nifuatilie ukitaka kujua mimi na tabia gani. Ukikuta mimi na tabia mbaya, uninyoshe niwe na tabia nzuri. Kwa sababu karne hii matendo maovu yamekuwa ndiyo sehemu ya maisha yetu, kwa sababu hatuko tayari kuyakemea, ila tuko tayari kuyakumbatia. Ila katika vijana ambao walichaguliwa na Mungu, ambao wamechaguliwa ili waseme ukweli, na mimi nipo miongoni mwao. Usikubali kuingia mahusiano na msichana ambaye yeye ana miaka 20 au na miaka 25, alafu mkadumu kwenye mahusiano miaka 3 au mwaka mmoja au miezi 5 bila kujua tabia yake. Kwa maana siku utakapokuja kujua tabia yake, utaumia na kutamani wanawake wote duniani au wasichana wote duniani watoweke, pabaki wanaume tupu. Unapoenda kujenga urafiki na rafiki yako wa kiume au wa kike, tengeneza kujua kwanza tabia yake. Unajua tabia ndiyo inayomfanya mtu apate kazi. Tabia ndiyo inayomfanya mtu apate mume. Tabia ndiyo inayomfanya mtu apate mtoto. Tabia ndiyo inayomfanya mtu apate biashara. Tabia ndiyo inayomfanya mtu adumu katika Uislamu. Tabia ndiyo inayomfanya mtu adumu katika Ukristo. Kwa hiyo unapotembea na rafiki huko ukijua tabia yake, ni very simple kumkwepa. Lakini ukitembea na rafiki alafu usijue tabia yake, ni sawasawa na kuandika 8 kwenye maji, kwa maana ukiandika 8 kwenye maji inafutika. Na vile vile yule rafiki ukimletea tabia zako alafu yana tabia nyingine, unakuwa unafanya kazi bure na hawezi kukuelewa kwamba unamaanisha nini katika kile kitu ambacho unamletea. Usipende kutembea na rafiki ambaye anakusalimia asubuhi alafu jioni anakukwepa. Tembea na rafiki ambaye anakusalimia usiku alafu mchana anakukwepa. Kwa sababu wa mchana hakutaki mema, lakini usiku ndio anakutakia mema. Kivipi? Usipende kusalimiana na rafiki ambaye anakuona ukiwa na njaa anakukwepa, hilo ukiwa umeshiba anakujua. Chukua point hapo kwamba siku zote tabia ndio inayomfanya mtu afike kwenye ile lengo ambalo anataraji kulifikia. Usione wewe maisha yako yanafeli, yanayumba, yanaanguka, yanafanyaje. Kuna sehemu, kuna tabia fulani ambayo umeibeba, ndio maana haufiki hapo. Najua hii video inaenda sana, lakini ni kwamba tabia yako, jinsi unavyojiweka ndivyo inavyokutambulisha. Unavyojitweet ndivyo wanavyokuchukulia wanaokuangalia. Kwa sababu mimi sikuoni, ila wanaokuangalia ambao unaishi nao ndivyo wanavyokuelewa hivyo hivyo. Ukijitweet kama mtu anayerudi saa 8 za usiku, tunakuchukulia wewe ni mlala nje. Ukijitweet wewe ni mtu wa kurudi nyumbani mapema, wanakuchukulia wewe ni mtu wa kuwahi. Kwa hiyo jifunzeni kuwa na tabia ambazo zinaeleweka. Na wewe mtu ambaye unatembea na mwenzako, ukipeleleza makini sana yule rafiki yako ana tabia gani, ndipo
ufanye maamuzi ya kumkwepa. Simkwepe mtu bila kujua tabia yake au kujua dhamira yake. Nadhani umenielewa. Kama umenielewa, nisaidie kulike na comment hapo, na kusubscribe na kushare.